Chama hiki cha wajane tulianza wajane tukiwa 12, ambapo tulikuwa wajane 12. 2014 tukiwa wajane 12. Tulivyoanza kukutana ni wakuta wa mama ambao ni wajane wastaafu, ni kama nimejaribu kuongea nao kwamba kwa nini tusisajili hiki chama kuliko kukaa kama kundi ambalo alieleweki. Kwa sababu kuu, wajane wengi walikuwa wanatupitia mazingira magumu. Changamoto ambazo nafikiri ni changamoto, nafikiri imesha kuwa ni endelevu. Hii changamoto ya mirathi na kesi za wajane kukaa muda mrefu. Sasa hizo changamoto za kesi za wajane kukaa muda mrefu inapelekea mpaka baadhi ya wajane kuwa maskini, inazalisha umaskini. Hiyo ni changamoto kubwa sana ndani ya wajane. Lakini changamoto ya pili ni changamoto ya kiuchumi, pamoja na kwamba hata kama mtu atakuwa yuko kwenye ndoa atapitia hali mbaya ya kiuchumi. Tutambue kwamba kuingia kwenye ujane hakuna send off wala kitchen party ya mjane. Unapoingia kwenye ujane, wakati mwingine kuna wanawake ambao walikuwa ni wakina mama wanaomtegemea mwanaume tu, hajui biashara yoyote, wakati mwingine hana kazi, anakuwa ni mama ambaye anasaidia tu kumsapoti mtoto labda na baba anapoenda kazini. Anakuwa amefiwa, hajui chochote naanzie wapi. Na kuna wengine wajane ambao anafiwa akiwa kwenye nyumba za kupanga. Sasa angalia kwamba amefiwa yuko kwenye nyumba ya kupanga, alafu hana biashara yoyote, na amefiwa mme hakuwahi kumwachia labda urithi wowote. Kwa hiyo imepelekea baadhi ya wajane kujinyonga. Nitasema kitu ambacho ni kigumu. Kuna wengine ambao ameachwa na ujane, lakini ameachwa na maradhi. Chakula chenyewe inakuwa ni shida. Kupata mtaji, hana mtu wa kumwendea. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Lakini pamoja na kwamba nimeelezea changamoto ya wajane hao ambao ni wa hali ya chini, wapo hata wajane ambao wameachiwa mahali lakini bado wananyanyasika. Nitatoa mfano kwa mjane wa Geita ambaye alichinjwa. Aliachiwa mashamba ambayo asimamie, yamsaidie yeye pamoja na familia yake. Yule mjane amechinjwa kwa sababu ya mashamba, ni mali tu. Hivyo basi hizo changamoto zinapelekea wajane kukata tamaa maisha. Lakini tunaendelea kuiasa serikali yetu pendwa ambayo toka tumeanza kupaza sauti wajane, ukweli serikali inatuangalia, na tunashukuru wametuwekea na wizara ambayo tumekuwa ni kundi maalum